I have stood firmly for democracy because I believe leadership belongs to the people, not to individual, not to powerful interests. Democracy means that every citizen has the right to choose their leaders freely, without fear, intimidation, or manipulation. That principle is sacred, and I will defend it with everything I have. As many of you know, I am one of the founding members of the United Democratic Alliance, UDA. I devoted my energy, my voice, and my commitment to building the party because I believed it would uphold these democratic ideals. Leaving a party you have helped build is never an easy decision. It is painful and it is deeply personal. But there comes a time when every leader must choose between comfort and conviction. For me, the moment is now. It pains me to witness that what I believed are undemocratic actions intended to suppress the legitimate choices and aspirations of the people of Kilifi. Such actions betray the very ideals that inspired many of us to dedicate ourselves to building the party. I cannot remain silent while the voice of my people are ignored. I cannot stand aside while the hopes of an entire county are diminished. I have brought these concerns to the attention of His Excellency, the President and the party leader of the United Democratic Party, UDA, because I believe our democracy must always protect the will of the people. My sincere hope is that justice, fairness, and respect for the people's voice will always prevail. After deep reflection, heartfelt prayer, and countless consultations with the people I serve, I have made one of the most difficult decisions of my political life. From today, Aisha Jumwa Karisa Katana is no longer a member of the United Democratic Alliance, UDA. This decision is not an act of anger. It is an act of concern. It is a decision born out of love for Kilifi, faith in its people, and unshakable belief that our county deserves leadership that listens, serves, and delivers. As we move through this transition, Wananchi and the public will play a key role in shaping the next steps. Your voice, your guidance, and your expectations will inform the direction we take. This movement belongs to you. My fellow residents of Kilifi, I urge you to remain peaceful, united, and hopeful. Let us reject division, embrace one another, and continue this journey with dignity and courage. As your leader, I have chosen to stand with you. I will continue to listen to your voices, defend your democratic choices, and protect your right to determine your own political future without intimidation or interference. History has taught us that when a united people stand together for justice, no obstacle is too great, no dream is impossible. Hayo maneno yeye pia yamemtatiza, na mimi na yeye
Aliniambia tumetoka safari ndefu sana, lakini imefika mahali hivi sasa kwamba yeye amefungika mikono kwa sababu watu wa chama cha ODM, in fact alisema ndugu zako wa pale Mombasa na Mheshimiwa Oburu wanamsukuma sana kwamba mimi nisisimame na nichukue ama niache maneno ya kusimama katika kiti hiki cha ugavana, pamoja na viongozi wengi wale ambao wanapania kusimama katika chama cha UDA. Lakini kwake yeye imekuwa uzito, ila sasa mimi niweze kuangalia, kwa sababu katika mchakato mzima wa broad based kuna makubaliano ya give and take. Wakati mimi nilimuuliza na wakati tulipokuwa tunaongea, kuna mengi sana alionieleza, nitayabana kwa sasa, lakini aliniambia nisiwe muoga, nifungue roho yangu na nimwambie kile ambacho mimi naweza kumwambia, kumadvise, kwa sababu hata yeye is between a rock and a hard place. Mimi nilimuuliza, Your Excellency, watu wa Kilifi County watapewa nafasi ya kuchagua gavana na wale viongozi wengine katika debe? Akaniambia 100%. Nikamwambia democratically, akanambia fair and square. Nikamwambia then Mung'aro ataanguka. Akanambia that is the reason I've called you here. Nikamwambia Your Excellency, umesahau, lakini wewe hukuniita, mimi ndo nimekutafuta. Akaniambia sasa vile mambo yalivyo, ndio maana nimeanzisha hii program ya kutafuta kura, ya kuandikisha kura na kuandikisha vitambulisho na kuchukua kura kwa watu wa Pwani, kwa sababu kuna namba ambazo hazitoshelezi. Nimesema hayo nitayabana kwa sasa, kwa sababu hayo ni nimekuwa humiliated. Hata wewe mwenyewe ukija Kilifi ni kama haunijui tena. Your Excellency, kuniahidi tena mimi kwamba nikufanyie campaign ndio uje unipe cabinet slot, wakati wewe leo ni rais, na mimi nimepitia yote yaliyo magumu katika serikali yako bila hata usaidizi. Imenichukua muda sana kuyavumilia yote haya, na mpaka mwisho ni leo umenisacrifice mara nyingi kwa neno moja tu, look at the bigger picture. Na nilimwambia I have no problem with the bigger picture, lakini nataka tu uwapatie watu wa Kilifi na hata mimi haki zangu za kidemokrasia. Kwa hivyo imenichukua muda sana, na imefika wakati, kwa sababu nimeweka ahadi kwa watu wa Kilifi ya kwamba mimi Aisha sitawa betray, sitawa disappoint, and I will never let them down. Nataka niwape nafasi watu wa Kilifi waende wakafanye maamuzi ya kunichagua, ama wakafanya maamuzi yao ya haki ya kidemokrasia katika debe kuchagua viongozi wao.